Ni kwamba politics of tea, test and the falling bonus deepen. Wale ambao wanajua Kenya wamezoea kuwaita wanaochuna majani. Wale wakulima wa majani chai, msikilizaji, bado wanalalamika. Serikali haijasaidia. Serikali haijaweka mkakati wa kufufua hasa kilimo hicho cha majani chai. Kwa nini? Wale wabunge ilaumu KTDA, wanasema kwamba imekosa kuweka mkakati hasa wa kufanikisha mageuzi yaliyopendekezwa ili kumfaa mkulima. Kwa nini? Habari imeangaziwa kwa undani kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili la The Saturday Standard. Taarifa nyingine ni kwamba Gideon and Ruto seal political pact, forge alliance for national progress. Mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi na Rais William Ruto wa chama cha UDA wamefanya makubaliano ya hasa kushirikiana na kufanikisha maendeleo ya kitaifa. Maendeleo gani? Yameangaziwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili la The Saturday Standard. Taarifa nyingine kwamba family pleads for release of 2 activists abducted in Uganda. Ama ukipenda Uganda. Kwa Kiswahili ni Uganda, lakini kwa Kiingereza Uganda. Familia bado zinalia na zinalilia haki kwamba serikali isaidie hasa kufanikisha wale jamaa zao kuachiliwa huru. Nicholas Oyo's mother Roslyn Ochieng amezungumza kwa machungu sana akiwa pale Buruburu. Mewaambia wanahabari, bwana, serikali inafaa itende haki kwa kuhakikisha kwamba huyu Mkenya ama hawa Wakenya wawili wanapatikana. Nasema my appeal is for our government to talk to the Ugandan government so they can be released. I don't see any offense they have committed. Nakumbuka serikali ya Uganda ilijitenga ikasema kwamba hata haina ufahamu. Na hilo swala limefanyika ndani ya nchi yao. Ni serikali ambayo ina majasusi, wapelelezi, mashushushu. Wale ambao wananusa kote kote na kujua yanayotokea lakini hawana habari. Kwa nini? Taarifa nyingine ni kwamba experts now cast doubts on Ruto's ambitious 15 billion tree push. Inaonekana kwamba mianya ni mingi sana kwenye mpango huu. Je, mianya ni ipi? Ni taarifa ile kwamba ilikuwa imekuelezwa kwa wino ongezi kwenye ukurasa wa juu wa gazeti hili la The Saturday Standard. Wale wataalamu wanasemaje? Wana kauli gani? Mbona wana wasiwasi hasa kuhusu mpango huu ambao ni mkakati wa rais hasa wa kuhifadhi mazingira na hela nyingi zimetengwa? 15 billion. Hizo si hela za kununua maandazi. Big win for environment as Kenyans turn up to plant fruits. Jana wapo waliojitokeza ili kufanya upanzi wa miche hasa ya mitunda. Muhimu sana. Mingi. Ukipanda mtunda utakula matunda kabisa. Parliament reclaims power over state asset sales amid controversy. Mambo ya Kenya pipeline. Kunani huko? KU beats UN again in global university rankings. Kwa hiyo inaonekana kwamba KU imepanda hadhi, yani chuo kikuu cha Kenyatta dhidi ya chuo kikuu cha Nairobi UON. Kwa nini? Kipi ambacho kimeangaliwa na kuangaziwa hasa kwa kuleta upekee ambao umefanya KU kupanda kwenye hadhi dhidi ya UON? Taarifa hiyo imeangaziwa kwa undani kwenye ukurasa wa 11 wa The Saturday Standard. Taarifa nyingine nilikuwa nimeiona na itafuta hapa hasa kuhusu masuala ya lecturers, na ni ukurasa wa 2. Taarifa nzuri hii kwamba lecturers strike to end Monday as state plans to pay full arrears. Mgomo wa wahadhiri, utabiri unaashiria kwamba utaisha Jumatatu. Furusi zimepatikana. Furusi zipo. Zinaonekana, zinanukia. Sasa inasemekana kwamba kuna kamati ya pamoja ambayo inahusisha pande zote, yani upande wa wale wawakilishi wa viongozi wa vyama vya wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu pamoja na wenzao kutoka upande wa serikali. Sasa inaarifu kwamba hapa makubaliano ambayo yameafikiwa na tangazo litatolewa Jumatatu
ili hasa kuondoa ule mkwamo wa shughuli za elimu katika vyuo nchini Kenya, hasa vyuo vya umma. Vyuo vya binafsi masomo yanaendelea kama kawaida kwa sababu ya kuwa chini ya usimamizi wa wajasiriamali na wafanyabiashara. McCarthy hits out at Burundi as Stars shift focus to Ivory Coast. Baada ya Kenya kuichapa Burundi bao 1-0, na McCarthy ambaye ni kocha wa timu ya Harambee Stars amelalamika kwamba wale wachezaji wa Burundi walikuwa ni kama vitani, kwa kicheza rafu. Wanacheza rafu kabisa dhahiri. Na kuna muamuzi ndani ya uwanja. Shabasi mpira bwana. Shabani mwili wa mchezaji Mkenya. Amesema lakini sasa azma ya ushindi na hasa mapenzi ya uchezaji yameelekea katika mkondo wa Ivory Coast. Mechi ambayo wengi wanaitarajia kuona Kenya itakuwa ikifanya vipi katika mechi hiyo. Tuelekee kwako bwana Okello Mjomba, unasemaje hasa katika gazeti la Taifa Leo? Mimi naona kwenye gazeti la Taifa Leo wanatuambia Gachagua arukia Uhuru. Naam. Ukiangalia hilo gazeti katika kichwa chake cha habari kile kilichokoza kabisa, unaona wanaonyeshana vidole. Naam. Sasa hatujui yaliomo zaidi mle ndani. Ni wewe uitafute hiyo nakala uweze kuona yaliomo mle ndani zaidi. Naam. Alafu ukiona pale kidogo unaona kwamba machifu shule kufanikisha upanzi wa miti. Naam. Na unaona jana hilo lilitimizika kabisa. Shule nyingi zilifanya shughuli hiyo. Naam. Alafu familia ya Kibaki ya pinga wana haramu, washakumsima tu kwa sababu hakuna mwana haramu. Hakuna mwana haramu. Mtendaji mwenye kitendo ndio mwenye na huo haramu. Kidogo hapo mimi nakataa. Naam. Alafu vile vile ukiangalia unakwambia matumaini ya mpinzani Venezuela. Azoa nini? Azoa nchi. Hiyo mambo ni mengi kwa kweli katika masuala ya Kiswahili. Lakini mimi kaka vile nafurahishwa zaidi ni jirani zetu pale. Unajua mimi napenda jirani zetu vile ambavyo wanavurugana. Na wanakuambia faida na hatari za CCTV. Kamera kuweka nyumbani. Ukiona gazeti la Mwananchi, Baba Levo alimnasa mfanyakazi wake wa nyumbani akifanya mambo ambayo si ya kibinadamu, ya kihayawani. Naam. Alafu wanakuambia Mwananchi, hilo gazeti la Mwananchi wa Tanzania. Naam. Anakuambia tumetimiza ndoto za marehemu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza. Naam. JK awashukia wabaya wake wanaomsema. Naam. Kwa hiyo kule vile vile unajua katika mwezi huu tarehe 29 nadhani ndio watakuwa wanaelekea kwenye shughuli za uchaguzi wao. Naam. Kwa hiyo tanda belua joto mihemko ni mingi kule kwa kweli. Lakini CCM wanaonekana wamekita mizizi katika kulitekeleza hilo. Namuona ndugu yangu hapa labda anaweza kutupia mawili matatu. Anayo kwenye simu yake. Anayo kwenye simu yake. Labda tupe moja ama mawili tu. Labda binti ujiandae kutusomea ya Nation kwenye simu yako. Alafu upande wangu naona hapa Weekend Vision, plan no evil, do no evil. Ni taarifa kuu hiyo kwenye gazeti la Weekend Vision. Hilo ni la Uganda, la Uganda hilo. Uganda Vision. Uganda Vision hilo. Inasemekana kwamba hasa picha za wale wagombea wa nyadhifa mbalimbali. Namuona yule mzee ambaye wengi wamekuwa wakimwangazia kwenye mitandao ya kijamii, huyo Meja, kwa kuangalia kwamba ni mzee sana lakini ameteuliwa kuwania ubunge. Na inaashiria kwamba pengine hana uwezo hata kuzungumza vizuri kwa mtiririko ambao una ufasaha na mantiki. Lakini watu wanampenda. Japo watu wanampenda. Unasema huyu bwana anatosha mboga. Naam. Kwa hiyo taarifa nyingine kwenye gazeti la the Saturday Standard, living with breast cancer, saratani. Unaweza ukadhibiti vipi saratani ya matiti hiyo? Imeangaziwa kwenye ukurasa wa pili wa makala yale ya Fashion, Think Pink, Wear It Bold. Alafu taarifa nyingine hapa kwa gazeti ama kwenye gazeti la Mwananchi ni kwamba faida hatari, umesoma hiyo. Ukiangalia upande mwingine ni Zanzibar Leo, Daktari Mwinyi awakosha wajasiriamali.
serikali kuendelea kutoa mikopo bila riba hasa kwa wajasiriamali. Kwa hiyo ukitaka kwenda kufanya biashara ndugu yangu, nenda Zanzibar. Kimbia Zanzibar haraka upesi. Japo kule kuna kodi. Ndio, lakini lazima ulipe. Ukiwa raia wa taifa jingine, utalipa kodi kwanza. Bora ukidhi masharti yao. Si unajua kuna vitu utakuwa umejaza. Ukivijaza kukubaliana navyo si unafanya. Na taarifa nyingine katika gazeti hilo la Zanzibar leo ni kwamba Daktari Mwinyi aishukuru Oman kuendeleza uhusiano na Trump kuwasili Jerusalem kesho kuhudhuria utiaji saini Misri. Tutaziwezesha manispaa halmashauri. Othman asema hayo ni hasa maazimio ya wanasiasa kule Zanzibar. Ikumbuka kwamba hiki ni kipindi cha uchaguzi, kipindi cha kampeni. Kwa hiyo zile ahadi zinatolewa kushoto kulia. Hata unaweza ambia utapelekwa mbinguni safari alafu urejeshwe. Sababu hizo ni ahadi. Ujione jinsi hivyo akhera ilivyo. Na jehanamu ilivyo. Haya, upande wako mwalimu? Labda niongeze siku ya mazingira jana, naona ilikuwa siku nzuri sana, na pia niseme shule yangu ya Chantilly ilijihusisha na upanzi wa miti. Nyingine naona swali hapa laulizwa, why Gen Z are not registering to vote? Naona ni swali ambalo pia ni zito kwa kweli. Walikuwa partyless, sasa wamekuwa voteless. Wanaanza kuwa voteless, lakini wanataka matokeo. Tena chanya. Sasa jamani vijana, mlilalamika mkasema kwamba mnataka mlete mageuzi, na mageuzi ya amani, mageuzi ya kufanikisha uongozi ambao utakuwa ni wa kuwajibika ipasavyo. Itakuwaje bila kura? Hali itageuka vipi kuwa bora bila kura? Na tunaishi katika taifa ambalo ni la demokrasia kwa kutegemea hasa upigaji kura kwa kuchagua viongozi tunaowapendelea. Na gazeti jingine hapa linasema hasa ni the East African, Kenya senators decry border toll stations. On the Uganda side of the northern corridor are too many roadblocks. Legislators were told they want Kampala to address this. Katika masuala ya kusafirisha mizigo. Unaposafiri mpakani kutoka Kenya kwenda Uganda, kidogo unakaguliwa sana. Sasa ukaguzi unapata mizigo inachelewa, alafu magari yanaweka foleni ndefu kabisa. Sasa ni swala ambalo linafaa kuhusisha viongozi wa mataifa ya mawili ili hasa kuboresha hali kwa wajasiriamali. Rwanda and Congo bicker over US deal. Masuala ya udiplomasia. Quest for borderless Africa. Wapo viongozi ambao wanataka Afrika, hasa hizi nchi mbalimbali, ziondoe mipaka. Ukitoka Kenya unaweza ukaenda mpaka Afrika Kusini. Unaingia tu bila kukaguliwa. Na hizi tabia zetu hizi. Bwana Evanson, upande wako unasemaje? Mimi ningependa kuguzia hapa katika Star. Star. Penye wanasema kwa nini jinsi hawajatokeza ili wajisajili kwa upande ya kuchukua kadi za kupiga kura. Hii swali mimi ndio nahusika sana. Kwa sababu mimi nimepatiwa kibali na tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba tumepeana mafunzo kamili, hamasisho lile, hamasisho kwa wananchi wote Kenya katika jimbo zote 47. Kulingana na mpangilio ya sasa na vile tunapata habari katika pale katika jimbo zote katika wakilishi wenye watatu wananiakilisha pale. Penye hizi vituo zimewekwa maalum katika sehemu za majimbo. Kwa wale wako karibu pia wanachukua hiyo nafasi kwa njia mzuri. Ule umbali pia inasababisha wasifikie hiyo kituo. Mara nyingi kuna changamoto ya maisha haswa kama vijana. Usafiri.
sababu kutoka penye mtu anaishi mpaka kwenye kituo kusajili ina gharama yake, hasa kwa jamii za wafugaji sababu ya kusafiri. Sasa kama jamii ya wafugaji usipopelekea hizi huduma karibu na wao, utawaletea shida kubwa sana, hawana shughuli nazo kwa sababu hawahitaji. Ukiwa unahitaji wao wahusika kwa hiyo jambo, lazima uwapelekee hata vitambulisho, huwa wanatumia hiyo nafasi. Wale viongozi na wale maafisa wale wamekuwa wamezielewa hizo mazingira, kwa sababu hao hawana muda wa kukuja mjini. Muda wao mingi ni katika hali ya kushughulika maisha ya kila siku, ya kutafuta mapato na kuishi katika kuhakikisha. Unajua ile sehemu yenye tunaishi, mara nyingi usalama tunapatia kipao mbele. Usalama wa mifugo, usalama wa wananchi, usalama wa mazingira. Pale atutilim sana, kwa sababu hata kutoka kwa mtu kutoka kuelekea mahali fulani lazima apeane taarifa kamili. Utapata fursa pia ya kuangazia kwa undani hasa shughuli hiyo ya usajili wa wapiga kura baadaye. Msikilizaji, taarifa ya mwisho ambayo ningependa kuitaja tu ni kwamba Kalonzo vows to reverse key Ruto policies. Ni kwamba Kalonzo ameahidi endapo atachaguliwa kuwa rais, basi atafutilia mbali sera mbalimbali yani atafutilia mbali sera mbalimbali